kwa sababu injili sio udikteta. Mungu mwenyewe hatumii udikteta kwenye hiyo injili. Injili ni proposal tunaipeleka kwa mtu. Tunamwambia ukimkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umesamehewa dhambi zako. Sasa ni yeye akubali au asikubali. Anaweza asikubali na mwingine akakutukana. Ndio changamoto zote hizo. Mimi nakwambia hakuna kuja hapa, ndio changamoto zote kama hizo. Unahitaji uhubiri, lakini kuna changamoto nyingi sana. Lakini za mapepo, za nguvu za giza, za nini? Hivi vitu vyote tumepewa mamlaka juu ya hivyo vitu. Ila tu hatujapewa mamlaka juu ya wanadamu. Unamsimamia mtu na fimbo, lazima uokoke leo. Usipookoka itakula kwako. Hata watu wanaosema nimekuja hapa kwenye huu mji, nasikia kuna wachawi wengi, lakini nawapa siku moja waokoke, wasipookoka watakufa. Hiyo pia sio sahihi. Sio sahihi. Sio sahihi. Sio kwamba watu wakikataa. Angalia katika ile habari ya Luka sura ya 9 mstari wa kuanzia 51. Ukiendelea pale, Yesu alikuwa anataka kuelekea Yerusalemu, lakini apitie katika kijiji cha Wasamaria. Wanafunzi wake wakaenda ili wamwandalie mahali ili aingie katika kijiji cha Wasamaria. Akafika pale, Wasamaria wakagoma. Akasema si ameelekeza uso wake kwenda Yerusalemu. Wakagoma. Wanafunzi wakapata hasira kubwa. Wakarudi. Wakasema sasa wamegoma, unaonaje tukashusha moto kama ule alioshusha Elia uwateketeze? Yesu aliwageukia akawakemea. Biblia inasema akawakanya, akamwambia hamjui roho mlionayo, maana Mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu, bali alikuja kufanya nini? Kuokoa. Lakini mtu amesimama anasema, nasema wachawi wote kwenye mji huu, nimekuja kwenye mkutano, nawapa siku 2, wasipookoka wote watakufa. Hiyo sio injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu kama ni kuua, Mungu angeanza na wewe kukuua. Kwa sababu na wewe una dhambi zako, na wewe una makosa yako. Lakini alikusaidia pamoja na huo uadui, alikusaidia. Sote tulikuwa maadui na Mungu. Kwa nini hajatuua? Warumi ukisoma 5 pale na mstari wa 10. Sasa sisi tulikuwa maadui. Mungu mbona hajatuua? Unaweza kusomea haraka. Kwa nini Mungu hajatuua? Warumi 5:10. Kwa nini Mungu hajatuua? Tulikuwa maadui na Mungu. Lakini wewe unataka tu uwe wachawi. Kwa sababu imeandikwa kwenye Agano la Kale, usimwache usimwache mwanamke mchawi yaishi. Muue mchawi. Umebebelea bado huduma ile inaitwa huduma ya dhambi na mauti, umeileta kwenye sheria ya roho wa uzima huku kwenye Agano Jipya. Hapana, hivi vitu havi apply, vimeshaisha. Wokovu sio kumshikia mtu fimbo. Wokovu sio kuua wachawi. Wokovu ni kuwahubiria hao wachawi nao wamjue Mungu. Wao wajue kwamba yuko Mungu, akipokea injili nao waokoke. Mungu anataka hata huyo mchawi unayetaka afe, Mungu anamtaka naye aweze kuokoka. Wao una huduma ya kuua wachawi, wa kuua watu. Yaani watu wanafikiri kwamba upako ni kuwafanyia. Mtu amekuuzi kidogo, unasema wewe humjui Mungu niliye naye. Ngoja uone. Umekaa unaomba siku 3 unafunga, tena usiku mtu afe. Hivi kweli utakuwa unamtumikia Mungu aliye hai? Yesu alisema hakuja kuziangamiza nini? Nafsi watu. Akamwambia twendeni kwenye kijiji kingine. Katika ile Luka akamwambia twendeni kwenye kijiji kingine. Sio kwamba tuue. Sisi tunamletea mtu mpango. Hata leo nenda kamhubirie mtu. Amekubali basi anaokoka. Hajakubali bado una nafasi ya kuendelea kumhubiria, na ana nafasi ya kuendelea kuhubiri kupokea mahubiri kutoka kwa watu wengine. Mwisho wa siku Mungu anaendelea kutengeneza chance mbalimbali za kumkutanisha huyu mtu na watu mbalimbali. Mwisho wa siku huyu mtu anaokoka. Akikataa kabisa ni yeye mwenyewe. Wala Mungu hatumii udikteta. Lakini sisi tunataka mtu unamshikia mtu fimbo aokoke kwa nguvu. Unamwambia mtu ili hayo magonjwa yapone inabidi uokoke. Ili huo uchumi wako ukae vizuri inabidi uokoke. Ili sio nini kikae vizuri inabidi uokoke. Kwa hiyo mtu huyu anapokuja, si anakuja kuokoka kwa sababu anataka aponye ugonjwa. Si anakuja kuokoka kwa sababu anataka uchumi ukae vizuri. Maana yake hajaokoka kwa sababu ya pendo la Mungu. Hajaokoka. Hiyo sio injili ya wokovu. Huo ni ushawishi. Unashawishi akili ya mtu kulingana na kile anachopitia. Lakini kumbe injili ya wokovu ni kumpelekea mtu habari njema
Na habari njema ni nini? Ni kwamba Yesu aliteswa kwa ajili yako. Yesu alikufa kwa ajili yako, na siku ya tatu amefufuka kutoka kwa wafu. Ukiamini, haangalii kabila lako, haangalii umefanya dhambi kiasi gani, haangalii udhaifu wako, haangalii chochote, haangalii, unaokoka leo unasamehewa dhambi zako na unapokea uzima wa milele. Hiyo ndio Injili. Unamhubiria mtu Injili, sio kumletea mtu vitisho. Naambia, unajua kuna moto wa jehanamu, unajua kuna nini, angalia siku hiyo sio itakwaje. Hivi vyote hivi ataokoka kwa sababu ya hofu. Baada ya hapo hawezi kuendelea. Ile hofu itakaa, baada ya muda atasahau, atarudi tena. Hajapokea Injili ya wokovu, hajapokea Injili kwa upendo. Na kwa sababu upendo la Mungu aliko ndani yake, atakaa na ile hofu. Baada ya siku mbili imeisha, atarudi kwenye mambo yake. Kwa nini? Umemletea habari za hofu ya moto. Injili sio habari za kumhubiria mtu moto wa jehanamu. Injili ni habari njema. Na habari njema ni nini? Ni kwamba Yesu aliteswa kwa ajili yako, alikufa kwa ajili yako, amekusamehe dhambi. Hivyo kubali. Ukikubali, unaokoka. Ukiamini, unaokoka. Unapokea haya yote kwa imani. Hata sasa ukiamini, unapokea. Hiyo ndio Injili, sio vitisho. Ili mtu aokoke kwa pendo la Mungu. Na ndio maana akishaokoka kwa hili pendo la Mungu, Biblia inasema hakuna kitu kitakachomtenga na hilo pendo. Ndio maana akishaokoka kwa pendo, awe na shida, ataendelea kumtumikia Mungu. Awe na furaha, ataendelea kumtumikia Mungu. Kwa sababu hajaokoka kwa sababu ya kitu chochote. Aliokoka kwa sababu ameamua kupokea pendo la Mungu. La kwamba amemtoa Yesu Kristo kwa ajili ya kumpatanisha na Mungu. Kwa hiyo mtu anatembea na Mungu milele na milele, hawezi kutoka. Kwa hiyo tulikuwa maadui na Mungu, lakini Mungu hakutuua. Ile Warumi umeisoma hapo? Angalia 5:10. Hebu soma hapo. Warumi 5:10. Inasema, kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake. Kumbe sisi tulikuwa nani? Tulikuwa adui na Mungu. Lakini kitu alichokifanya Yesu ni kwamba alimchukua Mungu, alimchukua mwanadamu, wote akawaleta, akaweka ndani yake. Ndio maana katika Wakorintho wa pili 5:19 inasema, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao. Maana yake kama Mungu alikuwa ndani ya Kristo, maana yake Mungu amemchukua Yesu Kristo, amemchukua Mungu, akamchukua na mwanadamu, wote wakakutana ndani ya Yesu Kristo. Kwamba ule uadui tunaumaliza leo. Ule ugomvi tunaumaliza leo. Kuanzia leo mwanadamu na Mungu wanakutana. Si kwa sababu mwanadamu umefanya vizuri. Okay? Au si kwa sababu Mungu huyu mwanadamu amekufanyia vizuri. Ila ni kwa sababu mimi Yesu nimekuja kufanya kwa ajili ya huyu mwanadamu. Kwa hiyo Mungu unamsamehe huyu mwanadamu si kwa sababu ya kile alichokifanya kizuri, ila ni kwa sababu ya kile nilichokifanya mimi. Kwa hiyo kile nilichokifanya mimi, kama Mungu kimekupendeza, msamehe huyu mtu. Sasa Mungu akaona alichokifanya Yesu kimempendeza, ndio akaona amsamehe mwanadamu kwa ajili ya Yesu, sio kwa ajili ya mwanadamu mwenyewe. Hapana. Kwa hiyo Mungu akaamua amsamehe mtu kwa namna hiyo. Kwa hiyo sasa huu ugomvi wote alikuja kuumaliza Yesu. Na huu ulikuwa ni mpango wa nani? Mpango wa Mungu. Mungu kujifanya mwanadamu kwa ajili ya kuwapatanisha watu na nafsi yake mwenyewe. Kuanzia hapa, habari njema imekuwa ikihubiriwa sasa kwamba si kwa matendo yako tena. Ni kwa nini? Ni kwa neema. Na hiyo neema unaipokeaje? Kwa njia ya imani. Unapoipokea hiyo neema kwa njia ya imani, unasamehewa dhambi zako, unaokolewa bure. Na unapokea uzima wa milele na milele. Hii ndio kazi ya Mungu na ndio upendo wa Mungu kwetu sisi wanadamu. Amen. Amen.